He's saying the following. Anasema yafuatayo. That God Almighty, Ya kwamba Mungu mkuu mwenyezi, He has promised in the Bible ameahidi katika Biblia that the kingdom of God must come. ya kwamba ufalme wa Mungu lazima uje. And that kingdom is coming. Ni ya kwamba huo ufalme unakuja. And that kingdom will destroy all the kingdoms you see on the earth right now. Na ya kwamba huo ufalme utaangamiza falme zote ambazo mnaziona sasa hivi katika dunia. The kingdom of Russia, Ufalme wa Urusi, the kingdom of USA, ufalme wa the Marekani, kingdom of Kenya, ufalme the wa kingdom Kenya, of Australia, South Africa, whoever, Europe, Britain, wherever. He will destroy France. Everything will be destroyed. ufalme wa Australia, And Ufaransa, only the Afrika Kusini. kingdom of God will remain standing. Ataharibu falme hizo zote, na ni ufalme wa Mungu peke yake ambao utabaki umesimama. Those of you tuned in at home Wale ambao mnasikiliza kule and nyumbani globally, na mnatazama kote kote I ulimwenguni, want you to understand this. nataka mpate kuelewa hili, That distance does not matter. ya kwamba umbali haujalishi. You too can equally partake of this message and change your eternity. Wewe pia unaweza kushiriki ujumbe unaubadilisha umilele wako. And I want you to know Na ninataka upate kujua that there is a scripture in the Bible, ya kwamba kunalo andiko katika Biblia that really celebrates the coming of the Messiah at an hour you least expect. ambalo kwa kweli nasherekea kukuja kwa Mesia katika saa ambayo hautarajii kabisa. I call it the fundamental scripture that rolls out the cascade. Ninaliita andiko la kimsingi ambalo linazindua mfululizo. That is 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Hiyo ni Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4, 13 hadi 18. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Blessed are you, Kenya, Mmebarikiwa nyinyi Kenya, that this kind of message is being transmitted from your land. ya kwamba aina hii ya ujumbe inapeanwa kutoka katika nchi yenu. The people have come from as far as Lima, Peru. Unaona watu wametoka mbali kule Lima, Peru. That is the other side of the earth. Hiyo ni sehemu ile nyingine ya dunia. Maryland, Maryland, Fiji, Australia, New Zealand. Fiji, Australia, New Zealand. But for you, you are finding it here on the silver platter. Lakini kwako wewe, kwenyu nyinyi mnaipata hapa All you need kwa sahani. is to get into a matatu and arrive. Kile ambacho unahitaji ni kuingia kwa matatu na umefika. Surely, even God, if you don't enter, He can increase the fire to burn you. Kwa kweli hata Mungu kama mtakosa kuingia, anaweza kuongeza moto wa kukuteketeza, kukuchoma. Senior most leaders are sitting here Viongozi- from the US Senate. Viongozi wa ngazi ya juu wameketi hapa kutoka katika seneti la Marekani. You cannot fail to enter. Hauwezi kosa kuingia. Because if you thought anything about it, at least when you see such a leader here and then you realize this is now serious. Kwa sababu ikiwa uliwazia kitu kukihusu, lakini unapoona kiongozi wa namna hiyo, wa ngazi ya juu, mheshimiwa namna hiyo, basi unabadilisha. Na kuona ya kwamba inamaanisha Hii sasa inamaanisha sana. Hii sasa sio ya mzaha. Yes. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 4, we are reading 13 and 18, right? Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 tutasoma 13 hadi 18, sivyo? It says, brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Lakini ndugu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala mauti, ili msihuzunike kama watu wengine wasiokuwa na tumaini. He's saying in verse 13 Anasema katika mstari wa 13 that God does not like ignorant believers. ya kwamba Mungu hataki waumini wa kutokujua. Not at all. Kamwe katu. God does not like people that sit in the church and they are virtually uninformed about the basic fundamentals, the bedrock of Christian salvation. Mungu hataki Wakristo ambao wameketi kanisani na Hawataki kabisa. hawataki kabisa watu ambao hawajui misingi ya muhimu ya Ukristo. wameketi kanisani na hawajui Ili hali hawajui misingi ya wokovu. So, Hivyo, looks like I'm preaching in two languages now. So, the first thing he raises there, jambo la kwanza ambalo analiibua pale, that if people are born again, ya kwamba ikiwa watu wameokoka, then their lifestyle, the way they live their lives, the way they execute their lives on this earth must be vividly different from those who are not born again. basi mtindo wao wa maisha, jinsi ambavyo wanajiendeleza katika maisha yao, lazima iwe hadharani tofauti na wale ambao hawajaokoka. Boy, let me tell you, that had rather be true. Hiyo afadhali iwe ukweli. Because
the Son of God to come and die for your sins, Kwa sababu- and then you want to tell me has no consequence in your life? Not at all. Kwa sababu It must have a vivid consequence. When I look at you, I must see that this person has taken Jesus and the destination is definitely heaven. mwana wa Adamu kuja na kufa kwa ajili yako, lazima iwe na utofauti. Lazima ni kuangalie na nione kwa kweli huyu ameokoka, amempokea Kristo, maisha yake ni tofauti na hatima yake imebadilika, anaelekea mbinguni. Very powerful. ya nguvu sana. So listen to this now. Kwa hivyo sikiliza hii sasa. He says, Anasema, dear brothers and sisters, wapendwa ndugu na dada, the Lord God Almighty now wants to talk about the rapture, the taking of the church into glory. When he wants to talk about it, he addresses himself to an exclusive group of people. wakati sasa Bwana anataka kuzungumzia kuhusu unyakuzi, anapotaka kuzungumzia anaongea na kikundi hasa cha watu fulani, Un kipo exclusivo. watu ambao ni tofauti. Hapana, wachana. So Hivyo the rapture is not for everybody. unyakuzi sio wa kila mtu. That's what he's saying. Hicho ndicho ambacho anasema. He addresses himself to a group of people, those of you at home. He addresses himself to an exclusive. Now God wants to talk about the entry of the church into heaven. Now he's addressing himself to a specific group, a specific people, exclusive group. He calls them hermanos y hermanas, brothers and sisters. Wakati sasa Bwana anataka kuzungumzia kuhusu unyakuzi, kuingia katika ufalme wa Mungu, anazungumzia katika na kikundi cha kipekee hasa. Anazungumzia kikundi, special group. Anazungumzia kikundi cha kipekee kilichotengwa Maalum ambao anawaita ndugu na dada. Hallelujah. Hallelujah. The rapture is not for all people. Unyakuzi sio wa watu wote. My question is, if I were a pastor, Swali langu, kama mimi ningekuwa mchungaji and I'm pastoring a church, na ninalichunga kanisa, my question would be, swali langu lingekuwa, who are these that is promising entry, whom is calling brothers and sisters? I want the members of my church to be exactly these people he's addressing. na ningependa washirika wa kanisa langu wapate kujua ya Mimi kwamba kama ningekuwa mchungaji, ningependa sana kujua hawa ni akina nani ambao Bwana anajipendekeza kwa hawa sana. Wakati wa kuongea kuhusu unyakuzi na kuingia kwa kanisa mbinguni, anaongea na hawa, anaongea kuhusu hawa. Mimi kama mchungaji ningependa sana kanisa langu liwe hawa watu ambao Mungu anawaongelesha kuhusu kuingia kwa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. I would have loved that the church I pastor are these people. Ningelipenda ya kwamba kanisa ambalo nalichunga liwe hawa watu. And he's saying, na anasema, I don't have time. You know I don't have time. Sina muda. So I don't have time to teach this. All I will do is just open up and go to the main message. Kile ambacho nitafanya ni kuifunua kidogo alafu niende kwa ujumbe wenyewe hasa. But if I had time, lakini kama ningekuwa na wakati, you hear him saying, unamsikia akisema that this group of people, if you go into the Genesis, you just rewind a little bit. Who are they? How did it start? You find that they began by being called ecclesia. Ecclesia meaning pulled out of the world for God. Pulled out, separated from the world for God. Ukirudi katika mwanzo wake ya hawa watu, mahali ambapo wameanzia, analiita kanisa ya kwamba wametengwa. Ungepata ya kwamba kwenye Kigiriki inaitwa, Yunani inaitwa ecclesia. Manake wale ambao wameondolewa kutoka kwa ulimwengu, wameingizwa sasa kwa uwepo wake Mungu. Wametenganishwa na ule. I tell you. Oh yes, everybody must enter the kingdom. Kila mtu lazima aingie katika ufalme. Because you find out, kwa sababu nagundua, and just a moment, kitambo kidogo tu. Wait, I enter a little bit in. You will also find out that not everybody seated in the church will enter heaven. Ngoja niingie ndani kidogo, utagundua ya kwamba sio kila mtu ambaye ameketi katika kanisa ataingia katika unyakuzi. But for now he's saying, lakini kwa sasa anasema, that the rapture is only for those who are born again. Ya kwamba unyakuzi ni kwa wale tu ambao wameokoka. The church. Kanisa. He's saying, anasema,
that however fallen the church may be, ya kwamba hata kama kanisa limeanguka jinsi gani, she must start being restored. lazima aanze kurejeshwa, Because she is still the bride. From there is where he gets the bride. kwa sababu bado yeye ni biharusi. Kutoka pale ndipo anapata biharusi. That it will not be from Muslims. Ya kwamba haitakuwa kutoka kwa Waislamu, It will not be from a Hindu temple. haitakuwa kutoka katika hekalu la Kihindu, They will not be New Age and Buddhists. haitakuwa katika kizazi kipya na Wabudha. They will still be the church, brothers and sisters. Bado watakuwa ni kanisa, ndugu na dada. So if you're a Muslim and you're tuned in New York and you want to know how to enter heaven, you must receive Jesus first. Or you are a Hindu in India and you're wondering how to enter, please receive Jesus first. Kama wewe ni Muislamu na unatazama kutoka New York na unashangaa jinsi gani utapata kuingia, tafadhali mpokee Yesu. Kama wewe ni unaabudu Kihindu kule India, tafadhali mpokee Yesu kwanza. That message is clean and clear. Huo ujumbe ni safi na uko wazi. It is exclusive for brothers and sisters, hermanos y hermanas. Ni wa kipekee kwa ndugu na dada. But he says Lakini anasema that their lifestyle must be different from the world. ya kwamba mtindo wao wa maisha lazima uwe tofauti na wa ulimwengu. Brothers and sisters, we do not want you to be ignorant about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. So we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep with him, fallen asleep in him, those who have died earlier. Lakini ndugu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala mauti, ili msihuzunike kama watu wengine wasiokuwa na tumaini, kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka. Kwa hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mautini ndani yake. So if you ask, Kwa hivyo ikiwa utauliza verses 13 and 14, mstari wa 13 na 14, the Lord is about to talk about the rapture. Bwana yuko karibu kuzungumza kuhusu He unyakuzi. wants to talk about it. Anataka kuzungumza kuhusu, But he begins from 13 and 14. What is the message there before we hit it? lakini anaanzia mstari wa 13 na 14. Ujumbe ni upi pale kabla tuigonge? Ndipo Number one, he says, jambo la kwanza anasema God does not like ignorant believers. Mungu hapendi Because- waumini ambao hawajui, Because we are the ones supposed to be enlightened. Enlightened. kwa sababu sisi ndio ambao tunapaswa kuwa tumetiwa nuru. We are supposed to give knowledge to the world. Tunapaswa kupeana maarifa kwa Surely ulimwengu. God is right. Kwa hakika Mungu yuko sawa. Number two, Jambo la pili he's saying anasema that only those who are called brothers and sisters, meaning those who are born again, ni wale tu ambao wanaitwa ndugu na dada, kumaanisha wale ambao separated from the world, wametengwa Ecclesia. kwa dunia. pulled out of the world, separated for God's purpose. Eklesia wamevutwa kutoka kwa ulimwengu, wametengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Only they will enter. Ni wao tu ambao watakaoingia. Number three, Na jambo la tatu, look at this now. angalia hii sasa. He's saying Anasema there is no way you can live in church hakuna vile unaweza kuishi kanisani and born again, na umeokoka and Jesus has died for you na Yesu and amekufia resurrected for you, na akafufuka kwa ajili yako, and then alafu you live in the same life as those who do not know Jesus. uishi maisha yale yale kama wale ambao hawamjui Yesu. And that's why this apostasy you see in the church in the USA, Na ndio sababu huu mwanguko kutoka imani ya kweli ambao unaona kule Marekani, this apostasy you see in the church in Brazil, where there are gay churches, where the pastor is gay, they are gay, they put gay flag at the door. This apostasy you see in Brazil, which I'm dealing with right now, huu mwanguko kutoka katika imani ya kweli ambao unauona Brazil, ambao kuna makanisa ambayo ni ya kishoga, mchungaji ni mshoga na wameweka nje bendera ya kishoga, hiyo ambayo mwanguko ambayo unakabiliana sasa hivi kule Brazil. this apostasy you see in Kenya, where pastors are preaching money and there are abortions in the church, they are giving prophecies of money in the church, they are harvesting money. He's saying it is totally unacceptable to God. Huu mwanguko kutoka katika imani ya kweli ambayo unaiona Kenya, ambapo wanahubiri pesa na kuna kuavya mimba Na kupeana unabii za pesa na kungoa pesa. You know, you are Kenyans, you know what happens here. na kupeana unabii ya pesa na kunoa kuchukua pesa. He says totally unacceptable. Anasema haikubaliki kabisa, Because he's saying kwa sababu anasema you really cannot live your life like
the enemies of Christ and expect to enter heaven. That's what he's trying to say there. Kwa kweli kweli kabisa, huwezi kuishi maisha kama maadui wa Kristo alafu utake kuingia katika ufalme wa Kristo. He's saying you really cannot live like people that do not know Jesus and expect to enter heaven. Anasema kwa kweli kweli, huwezi kuishi maisha kama mtu ambaye hamjui Yesu alafu utake kuingia mbinguni. You really cannot live like people who say we are atheists, we don't believe there is God, and you live like them and expect to enter heaven. Kwa kweli kweli kabisa, huwezi kuishi kama watu ambao hawaamini katika Mungu, wanasema hakuna Mungu, na utake kuingia katika ufalme wa mbinguni. That is plain and clear. We don't have time for it, but those are the things coming out of there. Hiyo iko wazi kabisa na ni bayana. Hatuna muda kwa ajili ya hiyo, lakini hayo ndio mambo ambayo yanajitokeza pale. If the church is supposed to be holy, then be holy because he is holy. Ikiwa kanisa linapaswa kuwa takatifu, basi iweni watakatifu. Kwa maana yeye mwenyewe ni mtakatifu. Na bila utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. Kwa sababu yeye mwenyewe ni mtakatifu, na bila utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. The fourth thing coming out of there before we move Jambo la nne ambalo linajitokeza pale kabla tusonge mbele is that ignorance in the church in Thessaloniki. I know Thessaloniki. Yeah. When I lived in Israel, I used to go through Greece to Germany to France, wherever, or to the US through Greece. But that church in Thessaloniki, that type of ignorance was unbelievable ignorance, because it was ignorance on the very foundation of the faith, the death and resurrection of Jesus and the death and resurrection of the Christian. Hayo mapuuza na kutokujua ambapo kulikuwa katika Thessalonike ilikuwa mbaya sana, ni ya kutisha sana, kwa sababu hiyo mapuuza ni ya msingi wa muhimu. Wacha ukweli isemwe. Wacha ukweli isemwe. Watu waokoke vizuri, wapate kuingia wapi? Mbinguni. Wapate kuingia mbinguni. I've just said in Swahili, nimesema that let the truth be preached, yeah, so that people get born again properly and enter heaven. Ya kwamba wacha ukweli uhubiriwe ili watu waokoke vizuri na waingie mbinguni. He's saying the following. Anasema yafuatayo. Okay, now let me just focus on me now. If you focus on me for 5 minutes, there's something I want to open up before I go to scripture. Why God is justified. Munilenge kitambo kidogo, kuna kitu nataka kufunua kabla nisonge mbele. Ni kwa nini Mungu amehesabiwa haki? If really the Christians can be ignorant about death and resurrection of the soul. Ikiwa kwa kweli wa Kristo, the death and resurrection of the Christian, kuhusu kufa na kufufuka kwa Wakristo. Of the Christian. Remember, the soul lives on forever. Of the Christian. Kufa na kufufuka kwa Mkristo. Kumbuka nafsi inaishi milele. Then what is it that they miss? Basi ni nini hicho ambacho wanakosa? Number one, jambo la kwanza, if you don't understand about death and resurrection, ikiwa hauelewi kuhusu kufa na kufufuka, you cannot even enter heaven. Hata hauwezi kuingia mbinguni. Because kwa sababu the biggest gift Jesus ever gave us, zawadi kubwa kabisa ambayo Yesu alitupatia, is the promise of resurrection. Ni ahadi ya ufufuo. Number two, jambo la pili, it is only the promise of resurrection ni ahadi tu ya ufufuo that allows us to live a sacrificial Christian life. Ambayo inaturuhusu kuishi maisha ya kujitolea ya Kikristo. Now we can agree to be tortured and punished for the faith. Sasa tunaweza kubali kuteswa na kuteswa kwa ajili ya imani. Because we know that at the end, if you kill me now for the faith, at the end Jesus will resurrect me. Kwa sababu tunajua ya kwamba ikiwa utaniua sasa kwa ajili ya imani, hatimaye Yesu atanifufua. That's why hiyo ndio sababu the first church accepted to be slaughtered, kanisa la kwanza lilikubali kuchinjwa, but refused to renounce the faith. Lakini kukataa imani yao. So do you understand what you miss if you don't understand resurrection, the death and resurrection of Jesus and how it relates to us? Je, unaelewa ni nini ambacho unakosa wakati ambapo haujui kuhusiana na kufa na kufufuka kwa Yesu na vile ambavyo inahusiana na sisi? So hivyo look at this now. Angalia hii sasa. Only the promise of resurrection ni ahadi tu ya ufufuo can cause the church now to be heavenly focused. Inaweza sababisha kanisa sasa kuwa limelenga mbinguni.
That means Hiyo if yamaanisha they are ignorant about it and they are living a more physical life here, they are earthly focused, like the church I know in Nigeria, the church I know in the USA, the church in Kenya here, the church in Mozambique, the church in Botswana, South Africa, Australia, wherever, UK. They are all earthly focused. Why? Because they did not get it right. There is a bigger treasure than this life. Ikiwa haya makanisa hawakujua ya kwamba umuhimu wa ufufuo, wamekosa mengi sana, kwa maana ufufuo tu, ile ahadi ya kwamba Yesu alituahidi ya kwamba atatufufua tu, ndio inayowezesha Mkristo kuishi maisha ambao sasa hajali hata akiwawa kwa ajili ya faith ya wokovu, ateswe, ajali, kwa maana anajua Yesu baadaye hatimaye atamfufua.